Shalom. Kwa jina naitwa Godfrey Sanzu. Ni siku nyingine, wakati mwingine tena. Nimepata neema mbele za Bwana ya kuweza kujumuika pamoja nawe mwana wa Mungu katika kipindi hiki. Kama bado hauja comment, hauja share, hauja subscribe, na kusii sana kwa jina la Bwana mwana wa Mungu, naomba usaidie kufikisha kazi ya Mungu mbali zaidi kwa kusubscribe katika chaneli hii, ili pia kazi hii iweze kuwafikia watu wengine pia, na wewe pia unakuwa umehusika katika kuieneza, katika kuinjilisha. Usisahau pia kulike, usisahau kusubscribe, na Mungu akubariki. Amen. Tutakwenda kujifunza kitu kimoja katika neno la Mungu kuhusiana na upande wa Mungu unaojulikana kama Mungu wa maajabu. Tumeshawahi kusikia tunamuita kwamba yeye ni Mungu wa maajabu, Enigma God or mysterious God. But I want to talk a little bit about the side of God that is a mysterious to us. Kwanza kabisa inabidi ujue kitu kimoja, kusema kwamba maajabu ya Mungu yako pamoja nasi wanadamu. Lakini swali la kwanza ambalo inabidi kujiuliza, do you see the amazing things, the wonderful things, the enigmatic things of God? Je, unayaona maajabu ya Mungu? Do you know how you can see the wonders of God? Have you trained your heart to see the wonders of God? Sasa hivi hapa hivi ni rahisi sana kwa mwanadamu yoyote yule kuimba maajabu ya Mungu, kuyasema maajabu ya Mungu. But do you know hayo maajabu yakoje? Ukiambiwa elezea maajabu ya Mungu, unaweza ukaelezea? Unayajua? So point yangu ni kwamba tujifunze kumwelezea Bwana. Sio mbaya, kwa sababu neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu 36, mtumishi wa Mungu Elihu alisema kwamba and I will fetch my knowledge from far and I shall prove the righteousness of my creator. I shall prove the righteousness of my God. Nitayaleta maarifa yangu kutokea mbali, nami nitathibitisha haki ya muumba wangu. So kwa Elihu ilikuwepo ni kuthibitisha haki ya Mungu. But for me today, or in today's discussion, mahali hapa inakuwa ni kuthibitisha maajabu ya Bwana, kuonyesha maajabu ya Bwana. Amen. He is called Enigma God, a mysterious God. Kwanza kabisa inabidi ujue kitu kimoja. Kuna wakati Bwana hufanya mambo ambayo hata yeye mwenyewe anakuwa anajua kabisa kwamba he is not understood by men or by any creatures. Manake hata anafanya vitu akiwa anajua kabisa kwamba angels will not understand him, human beings will not understand him, cherubims will not understand him, orphanims will not understand him, seraphims will not understand him, but he is doing things just to because he decided and he wanted to do it. Nitakuonyesha mfano rahisi, ni ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo duniani. Jesus, he is the precious stone of heaven that unites all creations together. But he came on earth, alikuja duniani as just a mortal and mere man. He became flesh and lived with men. Lakini huyo Bwana, kumbuka, yeye katika yale mawe 12 ambayo makuhani walikuwa wakiwekwa katika, yalikuwa yakiwa katika vazi la kuhani, he came as one stone to unite all of them and intercede
the whole creation before God. Haujaelewa? Nitarudia. Yesu Kristo tunamtambua pia kama kuhani mkuu asimamaye mbele za Bwana kutuombea. Lakini Yesu alikuja ulimwenguni kama mwana wa Mungu, kama mwanadamu wa kawaida. Hayo ni maajabu ya mbingu. Even today angels does not understand that concept. That is my point. Malaika hawaelewi hiyo concept imekaaje. That's why in the book of Peter, 1 Peter, the word of God says manabii walitafuta, walichunguza kutamani kujua ni wakati upi uliokusudiwa hasa na Roho wa Mungu kwa ajili ya kufunuliwa kwa Bwana Yesu Kristo ulimwenguni. Prophets, they prophesied about the coming of the Lord, but they never knew which time it is desired by the Spirit of God to bring Jesus unto manifestation. They never knew that part. And even angels, malaika, wanajaribu sana kuyafikia mambo haya, lakini hawawezi. Meaning they cannot preach the gospel. Why? Because they still don't understand the concept of salvation. Inawezekanaje Mungu, yeye aliye nuru ya ulimwengu, the creator of everything, ameacha mbingu, enzi, utukufu, heshima, adhama, mamlaka na kila kitu ambacho ni cha thamani, ambavyo sisi wanadamu tunaweza tukasema kwamba tunavitaka hivyo, au sisi uumbaji tunaweza tukasema kwamba tunavitamani hivyo. But he left everything and he came on the earth, akaishi kama mwanadamu wa kawaida, akatembea duniani, akawa anapigwa na jua kama mimi na wewe, wala hata akuzaliwa katika hospitali za kifahari. Badala yake alizaliwa katika zizi la ng'ombe, in a manger. And the Bible says ya kwamba kwa kuwa wanadamu walishindwa kumjua Mungu kwa hekima ya Mungu, basi Mungu ameamua awaokoe wale awapendao kwa neno la ushuhuda hili la msalaba, ambalo sasa hivi mnahubiriwa ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Hicho kitu even today angels they don't understand it. They are learning from us. The way you are preaching that God, they are learning from you. Angels are not messengers of the good news. But they are ministering spirit to those who have received the salvation. Another thing, neno la Mungu katika kitabu cha Isaya, neno la Bwana Isaya 55 mstari wa 7. Nitasoma kama jinsi ilivyoandikwa. Inasema, mtu muovu na aache njia zake, na aache mawazo yake mabaya na matendo yake mabaya, na amrudie Mungu, naye Bwana atamrehemu. Afu Mungu anaendelea kwa kusema, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are beyond anything you could imagine. Mawazo yangu si mawazo yenu, na njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu nyinyi, asema Bwana. Alafu anaendelea kusema kwamba kama vile ambavyo mbingu ziko juu zaidi, ziko mbali zaidi, zimetengana na ardhi, ndivyo hivyo njia za Bwana na mawazo ya Bwana yalivyokuwa mbali zaidi na mawazo yetu. The enigma God, the mysterious God, aliyafanya mambo yote katika mtiririko uliokuwa sawa na sahihi, ili kusudi kwamba tuuone utukufu wa Mungu. Matendo yote makuu aliyoyafanya tokea zamani, tokea kale, yana point back katika uwezo wake na nguvu zake. Jinsi tulivyo hivi leo, kila kitu katika miili yetu
na kila kitu katika uumbaji na viumbe vyote, still bado even if tunaweza tukadinai uwezo wa Bwana au nguvu yake au uwepo wake, lakini miili yetu, uumbaji wote unathibitisha ya kwamba yeye ni Bwana. Ndio maana Mfalme Daudi anasema ya kwamba I am wonderfully and I am fearfully made by God so that I may showcase his presence, his praise. Nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha ili kusudi kwamba nitangaze matendo yake na sifa zake. Do you know that, human being? Do you understand it? Does it ring in your medulla that the Lord has purposed, desired our salvation? Hii dunia, it is an arena, a playground where we can do something with the power from God, with the help of the strength of the Lord, in order to be promoted in the life of the ages to come. Duniani ni kama tu arena au playground ambayo tunaweza tukaitumia, tunapita. Yani ni kama vile ni sehemu ambayo Mungu anataka kuinue. God anataka akupe nyota nyingi. Bwana anataka akupe crown. Bwana anataka akufanye kuwa na nuru kama ya jua, sio tu kama ya nyota. Sasa anatafuta kigezo cha wewe kukifanya ili kusudi kwamba akuinue hivyo, ili kusudi kwamba akuinue hivyo, ili kusudi kwamba akupe hivyo, hiyo reward. He want to give you something. You see, let me tell you one thing. Uumbaji wote wa Mungu, he created us equal. He created us equal in one day, day 6. Lakini katika huu uumbaji Bwana anatafuta sababu ya kumfanya mwingine kuwa bora kuliko mwingine. Sasa hiyo sababu ndio iliyomfanya akatuleta duniani, ndio maana tunaishi duniani na tunapita. Bwana anaonyesha matendo yake, alafu anategemea tuyaone ili kusudi kwamba tukishajua, and let us walk our own salvation concerning the things that God has done in our life, so that we may do the same like him, so that we may become like him, so that we may approach him, so that we may show his power, his strength, his magnitude. That is the Lord that we serve. Shalom. God bless you. Usisahau kucomment, usisahau pia kusubscribe. Mungu akubariki. Amen.